Leo nitakuelezea au tutaangalia jicho la kushoto au kulia linapokuwa linacheza. Usipuuze. Kumbuka jicho lina nguvu kubwa sana kiroho, kukupa ishara kwamba nini kinafanyika mbele au kitu gani kitatokea. Jicho linapokuwa linacheza, basi hebu usipuuze. Lakini yaweza kuwa jicho linacheza la kushoto au kulia, aidha kutokana na msongo wa mawazo au utumiaji wa kompyuta kwa muda mrefu inapelekea mpaka jicho kucheza, au uchovu, mawazo, stress zimekuganda, zimekusonga, inapelekea mpaka jicho lako kucheza, aidha la kushoto au kulia. Basi unapokuwa katika hiyo hali, jitahidi upate muda mzuri wa kupumzika, wa kupumzisha akili, lakini pia wa kuondoa huo msongo wa mawazo. Lakini kama jicho lako linacheza la kushoto au kulia, basi kwa nguvu za roho, za kiroho, jua hizo ni nguvu za kiroho ambazo zinakupa taarifa. Kama hivyo vyote hutumii, lakini jicho lako linacheza, limeendelea kucheza kwa muda mrefu, basi hilo jicho linakupa taarifa kitu gani kitatokea mbeleni na kitu gani ufanye. Basi kama ni kitu kibaya, muombe Mwenyezi Mungu wako akuepushe na kitu kibaya ambacho kinakujia mbele yako. Lakini kama ni kitu kizuri, basi muombe Mwenyezi Mungu pia akuwaishie hicho kitu, akifanye kije kwa wepesi. Basi nitakuelezea namba moja. Ukiona jicho lako la kushoto linacheza, jua kwamba kuna habari njema zinakujia katika maisha yako. Habari njema zinakujia katika maisha yako. Namba mbili, unaweza ukapokea zawadi ambayo hujaitarajia kutoka kwa mtu au kwa binadamu. Zawadi ambayo hujatarajia. Unaweza ukajikuta mtu kakuletea kitu ambacho hujakitegemea kabisa. Namba tatu, unaweza ukapata ugeni maalum. Ugeni wa mtu ambaye atakuja kwenye maisha yako na kukusaidia. Jicho la kushoto pale linapokuwa linacheza. Namba nne, unaweza utapokea jambo la kufurahisha, habari ya kufurahisha. Kama ulikuwa unatafuta kazi na umeacha huko mawasiliano yako, basi unaweza ukapigiwa simu au ukaitwa kwenye interview au ukafanyiwa kitu ambacho wewe hujakitegemea kabisa, ambacho ni kizuri. Lakini namba tano, mtu anaweza akakufikisha sehemu ambayo hujaitegemea kabisa, kimawazo, akakupa mawazo ambayo ya kukujenga. Ukakutana na mtu ambaye akajikuta tu huyo mtu anaongea kitu bila pasipo kujua kwamba hicho kitu wewe mwenyewe kinakunufaisha au kinakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kwa upande wa kiroho, unaweza ukapata mabadiliko chanya. Unapata hivyo vizuri au kupata mabadiliko chanya ambayo hujayategemea. Aidha labda mambo yako yalikuwa hayaendi, mambo yako yalikuwa yamesimama, ghafla jicho la kushoto likaanza kucheza. Unaanza kushangaa vitu vyako vinaanza kufunguka, mambo yako yanaanza kufunguka. Jicho la kushoto kikubwa, kama jicho la kushoto kama linaendelea kucheza, nenda mbele za Mungu, muombe Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, alete hizo heri ambazo ziko njiani, zimesha karibia kukufikia katika maisha yako. Lakini pia unaweza ukakutana na mtu ambaye hamjaonana siku nyingi. Mtu ambaye hujaonana siku nyingi, au labda ulikuwa kwenye mahusiano, huyo mtu akakukimbia, akaondoka, ghafla amerudi tena kwenye maisha yako. Basi hicho ni kitu kizuri na ni kitu chema. Lakini kumbuka, huyo mtu atakavyofika kwenye maisha yako, basi mtaanza kubadilisha lifestyle yako. Atabadilisha lifestyle yako, atabadilisha maisha yako. Kama unafanya biashara, hata aidha anaweza akakuongezea pesa ya mtaji, au akakupa ushauri mkubwa, au akakuunganisha na kazi nzuri. Lakini pia kumbuka, jicho la kushoto waga pia lina habari mbaya pia.
basi kama ukikutana na habari mbaya, basi aidha upande wa familia yako au upande wa ndugu yako, basi inakupa ishara kwamba hapa kutakuwa na kitu kibaya. Basi wewe utakachofanya wewe muombe Mwenyezi Mungu hicho kitu kizuri alichokuandalia kije, na hicho kitu kibaya ambacho kinataka kuja kwenye maisha yako, kwenye familia yako, Mungu akiondoshe mbali au akiepushe. Basi kumbuka natibu magonjwa mbalimbali. Umeteseka, umekaa uko na magonjwa, hujui utaponea wapi, basi dawa ninazo, nitafute, nitakusaidia. Wewe ambaye baba una shida ya nguvu za kiume zimepungua, unateseka, hujui ufanye nini, umekuwa unaona fedhea sana, hata mbele ya mpenzi wako, mbele ya mke wako unaona fedhea, hujui utamridhisha vipi, mpaka inafikia hatua mwanamke anatoka nje au mpenzi wako anatafuta mwanamume mwingine, anakuacha hapo. Basi usikae na hilo gonjwa, unateseka. Nitafute, nitakusaidia. Nazo dawa kali na ni nzuri zinazofanya kazi vizuri kabisa za kurudisha ufanisi wako. Usikae unazalaulika, usijione umezalaulika, usione mnafedheka kwa kukosa nguvu za kiume. Dawa ya nguvu za kiume ipo. Kumbuka dawa zangu zimekuwa zikifanya vizuri siku hadi siku. Kwa magonjwa yoyote inakusumbua, gonjwa lolote, hebu nitafute kwa hizo namba ziko kwenye bio hapo juu. Utanipata na nipigie, nielezee shida yako kwamba unasumbuka na nini. Natibu magonjwa mengi. Lakini pia kwa wale kina mama waliotoka kujifungua, sehemu zao za siri zimeharibika. Sehemu zao za siri hazitamaniki tena. Kwa sababu mwanamke ukishatoka kujifungua, sehemu zako za siri zinarudi taratibu sana. Lakini mimi ninazo dawa ambazo za siri, utarudisha sehemu zako za siri bila kutumia kemikali yoyote au bila kutumia dawa yoyote ambayo ya kukuzuru. Basi kumbuka dawa za nuksi za kutoa mikosi, dawa za kutoa nuksi kwenye mwili wako, kwenye biashara zako, biashara haiendi, dawa ninazo. Dawa za biashara za kufanya biashara yako ikue, iende, wateja waje wakutafute, basi dawa ninazo.